Karibu kwenye ulimwengu wa Nabii Petro, maarufu kama kiboko ya wachawi, ndani ya himaya ya Billionaire Church. Katika kanisa lake, Nabii Petro anagawa utajiri wa bure kwa waumini wake. Haleluya! Leo kila maskini anaenda kuwa bilionea. Ukiwa mfuasi wake, ni lazima uwe tajiri. Anafanya miujiza mikubwa, ikiwemo kufufua wafu, lakini kuna siri nzito nyuma ya pazia. Cha ajabu ni kwamba Nabii Petro ni mfuasi wa mfalme fulani wa gizani ambaye ndiye anayempatia nguvu za kufanya miujiza hiyo. Pamoja na upako huo wa ajabu, mwamba huyu pia ni gaidi na jambazi wa kutisha. Mzigo wa benki umefika? Ndiyo nabii. Vijana wamevamia gari la fedha na tumepata bilioni 3, lakini polisi mmoja ameuawa. Kabla hatujaanza simulizi hii ya kusisimua, like video hii, kisha follow au subscribe, alafu niandikie kwenye comment hapo chini kuwa unatazama simulizi hii ukiwa wapi na ni yapi maoni yako ya awali. Okay, tuanze sasa. Mji wa Dar es Salaam ulikuwa umesimama. Barabara zote zinazoelekea Billionaire Church zilikuwa na foleni ya magari ya kifahari. Kanisa hilo halikuwa la kawaida. Lilijengwa kwa vioo vitupu, likiwa na viyoyozi vinavyotoa harufu ya manukato ya gharama kutoka Dubai. Kuta zake zimepambwa kwa nakshi za dhahabu na viti vya waumini vilikuwa vya sofa laini. Katikati ya madhabahu, taa za rangi zilimulika. Mziki wa kwaya wenye midundo ya kisasa ulitetemesha ardhi. Ghafla, ukimya ulitanda. Milango mikubwa ya nyuma ya jukwaa ikafunguka. Alitokea mtu mmoja mrefu, mtanashati, aliyevaa suti ya rangi ya kofia ya chuma iliyoshonwa nchini Italia. Mikononi alikuwa na pete kubwa 4 za almasi. Huyu ndiye Nabii Petro, maarufu kama kiboko ya wachawi. Haleluya! Leo kila maskini anaenda kuwa bilionea. Leo kila maskini anaenda kuwa bilionea, alipaza sauti na kanisa likalipuka kwa kelele. Kama una imani, toa dhabihu yako ya mwisho na Mungu wa Billionaire Church atakupa mara 10,000. Katika safu ya mbele, kijana mmoja aliyeitwa Juma, ambaye alikuwa amepoteza kazi na kubakiwa na shilingi 500,000 tu mfukoni, alitetemeka. Aliamini. Alitembea kuelekea madhabahuni na kuweka pesa zote. Nabii Petro alimgusa paji la uso. "Pokea utajiri," nabii alinguruma. Juma alianguka chini akigaragara. Siku 2 baadaye, Juma alipata simu. Alikuwa ameshinda bahati nasibu ya bilioni 1. Habari zikaenea mji mzima. Nabii Petro kweli ni kiboko. Petro kweli ni kiboko. Saa 4 za usiku, wakati mji ukiwa umelala, Billionaire Church ilibadilika. Taa za rangi zililazimishwa kuzimwa na taa nyekundu za siri zikawashwa katika sakafu ya chini, basement. Nabii Petro, yule aliyekuwa akihubiri amani mchana, sasa alikuwa amevaa fulana ya kuzuia risasi, bulletproof vest, na kushika bunduki aina ya AK-47. Uso wake ulikuwa na makovu ambayo mchana huyaficha kwa vipodozi vya gharama. "Mzigo wa benki umefika?" nabii aliuliza kwa sauti ya kikatili, akimgeukia msaidizi wake Tyson, ambaye alikuwa gaidi hatari anayetafutwa na Interpol. "Ndiyo nabii, vijana wamevamia gari la fedha na tumepata bilioni 3. Lakini polisi mmoja ameuawa," Tyson alijibu. Nabii Petro alicheka kicheko cha kisheitani. "Huyo polisi ni sadaka. Pesa hizi nusu zipelekwe kwenye akaunti za nje kwa ajili ya kununua silaha za kikundi chetu cha The Shadow Terrorists. Nusu nyingine iingizwe kwenye mfuko wa kanisa kama sadaka ya shukrani ili tuioshe iwe halali. Money laundering." Lakini utajiri wa Nabii Petro haukuwa wa wizi pekee. Katika chumba cha ndani kabisa ambacho hakuna muumini aliruhusiwa kuingia, kulikuwa na giza nene.
harufu ya udi na damu mbichi ilitanda. Nabii Petro alivua suti yake na kubaki na kitambaa cheusi kiunoni. Alipiga magoti mbele ya kioo kikubwa kilichozungukwa na mafupu ya binadamu. Mfalme wa giza, nimeleta sadaka ya waumini 10,000 leo, nabii alinong'ona. Wape utajiri wa muda ili wanisujudie, kisha chukua nyota zao zote. Kutoka kwenye kioo, sauti nzito ilijibu, umeua wangapi leo? Mmoja tu, huyo polisi, Petro alijibu akitetemeka. Haitoshi, nataka damu zaidi. Kesho fanya muujiza mkubwa, mfufue mtu, lakini unajua gharama yake. Siku iliyofuata kanisa lilikuwa limefurika. Nabii Petro alitangaza kuwa atafufua mtu aliyekufa saa 10 zilizopita. Jeneza lililetwa mbele ya madhabahu. Ndani yake alikuwa binti mdogo, mtoto wa mshirika mmoja mwaminifu wa kanisa hilo. Waumini walikuwa na shauku. Nabii alianza kunena kwa lugha huku akifanya ishara za siri ambazo waumini waliziona kama upako, lakini zilikuwa ni alama za kisheitani. Ghafla, binti yule alikohoa na kufumbua macho. Kanisa likalipuka kwa shangwe. Watu walitoa pesa, saa za dhahabu na hati za viwanja, wakiamini nabii ni Mungu mtu. Lakini kile wasichokijua ni kwamba nabii Petro alikuwa amempa binti huyo dawa ya kulevya iliyomfanya aonekana kama amekufa kwa masaa 10, na gharama ya muujiza huo ilikuwa ni kifo cha mzee mmoja maskini aliyekuwa amelala hospitali, ambaye nyota yake ilichukuliwa usiku ule ule. Wakati nabii Petro akiendelea kula bata na kutanua na wanawake warembo kwenye nyumba yake ya siri, mansion iliyopo ufukani mwa bahari, kijana mmoja anaitwa Musa, ambaye ni mtaalamu wa IT wa kanisa, alianza kugundua mambo yasiyo sawa. Musa aligundua kuwa mfumo wa kamera za salamiti wa kanisa ulikuwa unarekodi matukio ya basement. Siku moja aliona nabii Petro akigawanyisha silaha na majambazi. Huyu si nabii, huyu ni sheitani, Musa alinong'ona huku akipakua downloading video hizo. Lakini kabla hajamaliza, mlango ulifunguka kwa kishindo. Alitokea Tyson akiwa na bastola ya kinyamazia silencer. Musa, nabii alishakuona tangu umeanza kuingia kwenye faili zake, Tyson alisema kwa tabasamu la baridi. Nabii anasema anahitaji sadaka nyingine leo usiku. Musa alipiga hatua kuelekea dirishani, flash ikiwa mkononi. Nje, vingirira vya polisi vilisikika kwa mbali, lakini si polisi wa kawaida. Walikuwa ni makomando wa siri waliokuwa wanamfuatilia gaidi Petro kwa miaka mingi. Musa hakuwa na chaguo. Alijua akikaa hapo damu yake ingemwagika kama sadaka nyingine. Alitupa kizima moto, fire extinguisher, kwa nguvu kuelekea kwa Tyson na kupiga kelele ya kukata tamaa. Wakati Tyson akikwepa, Musa alijirusha kupitia dirisha la ghorofa ya pili. Risasi mbili za Tyson zilipishana na bega la Musa. Musa alianguka juu ya paa la gari la kifahari la muumini mmoja na kisha kudondokea chini. Alihisi maumivu makali, lakini hofu ya kifo ilimpa nguvu ya ajabu. Alikimbia kuelekea kwenye giza la vichochoro vya nyuma ya Billionaire Church, huku akisikia sauti ya Tyson redioni, mkamateni, asitoke nje ya geti akiwa hai. Wakati huo huo, ndani ya kanisa, nabii Petro alihisi mabadiliko ya hali ya hewa ya kiroho. Alijua siri yake ipo hatarini. Alisimama madhabahuni, macho yake yakibadilika na kuwa mekundu kwa sekunde chache kabla ya kurudi kwenye hali ya kawaida. Leo kuna mapepo yameingia humu. Zimeni taa zote. Leo kuna mapepo yameingia humu. Nabii Petro alinguruma. Zimeni taa zote. Kila muumini ashike mikono ya jirani yake, msiachie. Yeyote atakayeachia, utajiri wake utapotea. Huu ulikuwa ni mtego. Alitaka kuwatumia waumini kama ngao ya binadamu, human shields, dhidi ya makomando waliokuwa wanakaribia. Nje ya geti kuu, magari matatu meusi ya Special Forces yaliziba njia. Makomando walishuka wakiwa na vifaa vya kisasa. Kiongozi wao, Captain Marco, alitoa amri, tunataka Petro akiwa hai. Ana taarifa za kigaidi tunazohitaji.
Lakini walipojaribu kusogea, moshi mzito wa ajabu wenye rangi ya zambarau ulianza kutanda kutokea ndani ya kanisa. Haukuwa moshi wa kawaida, ulikuwa na harufu ya nyama inayoungua. Askari walioingia kwenye moshi huo walianza kupata njozi, hallucinations. Walianza kupigana wenyewe kwa wenyewe, wakidhani wanapigana na majini. Hizi ni nguvu za giza, Captain Marco alipiga kelele. Vaaneni maski za gesi haraka! Wakati vurugu zikiendelea nje, Nabii Petro alikimbilia kwenye chumba chake cha siri chini ya ardhi. Lakini huko alimkuta mtu hakumtegemea. Alikuwa ni mkewe, Mama Askofu Sara, ambaye wengi walimjua kama mwanamke mnyenyekevu na mpole. Sara alikuwa ameshika lile fuvu la binadamu ambalo Petro hulitumia kuombea. Umechelewa Petro, Sara alisema kwa sauti ya baridi ambayo haijawahi kusikika. Nguvu hizi si zako peke yako. Mimi ndiye niliyekutoa kijijini ukiwa mchunga mbuzi na kukupa jina hili. Sasa polisi wako mlangoni na mimi sitaki kwenda jela. Petro alishtuka. Sara, unamaanisha nini? Tunatakiwa kutoroka kupitia handaki la siri? Hakuna sisi tena. Sara alicheka kicheko cha kishirikina. Mimi nimeshaingia agano jipya na mfalme wa giza. Ili mimi nibaki na utajiri huu na kuanzisha kanisa lingine nchi nyingine, nahitaji sadaka kubwa kuliko zote. Nahitaji damu ya nabii. Ghafla kuta za Billionaire Church zilianza kupata nyufa. Waumini waliokuwa ndani walianza kupiga kelele za ajabu, baadhi yao wakigeuka kuwa na tabia za kinyama, wakishambuliana wenyewe kwa wenyewe. Musa akiwa bado anapambana kukimbia vichochoroni, alikutana na Tyson. Pambano likawa la uso kwa uso. Musa alitumia flash drive aliyokuwa nayo kama silaha ya kumchoma Tyson jichoni, na Tyson akafyatua risasi iliyopiga tanki la mafuta la jenereta kubwa la kanisa. Boom! Mlipuko mkubwa ulitetemesha ardhi yote ya Dar es Salaam. Sehemu ya Billionaire Church ilianza kushika moto. Kule chini ya ardhi, Petro na Sara walikuwa wameshikana mashati. Petro alichomoa kisu cha dhahabu, lakini Sara alikuwa na nguvu za ajabu. Macho ya Sara yalikuwa yametoka nje, yakionyesha kuwa amepagawa na roho mbaya zaidi. Huwezi kuniua Petro, Nabii Petro alinguruma. Wewe ni mchawi tu kama wengine Petro, Sara alimjibu akimkwida shingoni. Wakati moto ukizidi kuteketeza jengo la kifahari, makomando walifanikiwa kuingia ndani na kuwakuta waumini mamia wakiwa wamepoteza fahamu, huku pesa zikiwa zimetapakaa kila mahali zikiteketea kwa moto. Lakini walipofika kwenye chumba cha siri cha Nabii Petro, kiliwaka tupu. Hakuna Petro, hakuna Sara, hakuna fuvu. Kulikuwa na barua moja tu iliyoachwa juu ya meza ya dhahabu. Utajiri haufi, unahama tu mikono. Nitawatafuta kwenye mji mwingine kwa jina lingine. Musa alifanikiwa kutoka nje ya eneo lile akiwa hai, lakini flash drive yake ilikuwa imeharibika kwenye mlipuko. Ushahidi wote umepotea. Alisimama pembeni akitazama Billionaire Church ikiteketea, akijua fika kuwa mchezo huu haujaisha. Kule mkoani Arusha, mwezi mmoja baadaye, mwanamume mmoja mtanashati mwenye kovu usoni, Nabii Petro aliyebadilika sura, alishuka kwenye helikopta. Mbele yake kulikuwa na bango kubwa lililoandikwa, "Karibuni kanisa la miujiza ya matajiri, Nabii Falcon ataponya kila tatizo." Je, Musa ataamua kumfuatilia Petro mpaka Arusha? Na Sara yuko wapi? Je, Nabii Petro ni binadamu au ni kiumbe kisichokufa? Mpaka kufikia hapa ndo mwisho wa sehemu ya kwanza. Tukutane tena katika sehemu ya pili na ndiyo tutajua ni nini kitatokea mbeleni. Weka maoni yako kwenye comment hapo chini, ni uniambie kuwa umeionaje story na umejifunza kitu gani. Pia usisahau kunifollow au subscribe ili usipitwe na sehemu inayofuata. Mtunzi na mwandaaji wa simulizi hii ni King Rhino MC Seba. Tukutane tena katika sehemu inayofuata.